Mkurugenzi, nikupongeze wewe pamoja na timu yako kwa kupata cheti safi. Wewe pamoja na waheshimiwa madiwani mkiongozwa na mwenyekiti wenu wa halmashauri, hongereni sana. Nisisitize wakaguzi wetu wa ndani, ongezeni nguvu kwenye ukaguzi. Mpe kila mtu wa idara ajibu hoja zake, ili tuendelee kubaki na hizi tu ambazo ni kubwa. Zile ndogo ndogo kama kawaida, kama ambavyo tunazimaliza, tuzifute, tuzifanyie kazi mapema. Hilo mimi nawapongezeni sana. Jambo lingine ambalo nataka niweke msisitizo ni kwenye usimamizi wa miradi yetu. Mkurugenzi, tusirudishe fedha hata itakayoingia kesho, tukimbizane nayo ifanye kazi ambayo imekusudiwa. Tuna changamoto ya mafundi, nilisema Liwale jana. Tuna changamoto ya mafundi, na siku hizi watu wanaingia kwenye mtandao wanaomba kazi kwa sababu ameomba, ameonekana ana sifa, anapata. Kumbe mtu tu hana kitendea kazi, hana mafundi, hana mtu yote. Akishapata sasa ndo anaanza kutafuta mafundi, anaanza kutafuta vifaa vya kazi ambavyo hana, na vifaa ni gharama. Wanatucheleweshea miradi. Hili tutaendelea kulizungumza, kwa sababu tumeanza kuona tunapata watu wanapata kazi alafu hawana uwezo kabisa wa kufanya kazi hizi. Ni usumbufu mkubwa sana, yaani wala hajui tu kwamba anatakiwa aende akafanye nini. Anajua akishapata kazi atapata watu, atawaajiri, wakati yeye mwenyewe ajue ABC za hicho kitu anachokwenda kufanya. Ni shida. Kwa hiyo niendelee kuwaomba, jipangeni. Tulisema tuwe na benki ya mafundi. Sasa watatuambia kama ile ya kumtafuta mkandarasi huyu, tukasema huyu tuendelee naye, inafanyaje kazi. Lakini tuwe na watu ambao tukiwapa kazi wanamaliza. Tuwe na watu ambao workmanship yao kwenye kazi ni nzuri. Ukiona tofali imejengwa vizuri, ukiona plasta imepigwa vizuri, ukiona rangi imepigwa vizuri, hao ndio mafundi tunawataka. Lakini tuhakikishe tunawapata wengi, kwa sababu miradi inayokuja ni mingi, tuweze kuimaliza kwa wakati.